Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa MK Habari? Natumaini uko poa kabisa. Bana, niko hapa kuzungumza zile taarifa za kimichezo na burudani ambazo zina trend kwa kasi kweli kweli. Nimeona taarifa nyingi kweli kweli za mashabiki wa Young Africans, hususan kwa shabiki mkubwa wa Yanga ambaye anafahamika kwa jina kama Kefa Chengula. Bana, yeye amevutiwa na uwezo wa Elie Mpanzu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na amemuomba Engineer Hersi azungumze na wakala wa Mpanzu bana, Mpanzu aweze kutua ndani ya kikosi cha Young Africans. Bana, Mpanzu amekuwa na kiwango bora sana kwa siku za hivi karibuni ndani ya kikosi cha Simba, uwezo mkubwa, sio kwenye CAF Champions League, sio kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, sio kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, sio kwenye CRDB Bank Federation Cup, kote anafunga na kuassist, kitu ambacho kimewafanya watu wengi waweze kupagawa na uwezo wa Elie Mpanzu ambao anauonyesha ndani ya kikosi cha Runyas. Kumbuka Elie Mpanzu bana ameingia dirisha dogo msimu huu akitokea kule AC Vita Club. Safari yake ilitoka pale AC Vita Club akaenda kufanya majaribio kule Ubelgiji, ambako majaribio mechi yake ya kwanza tu aliweza kuscore mabao mawili, lakini zeni majaribio yakafeli. Wanarunya wakaona hili ni dili, wakamchukua licha kwamba dirisha la usajili lilikuwa limeshafungwa. Wakaweza kusubiri dirisha dogo, mwamba akaingia ndani ya kikosi cha Simba. Ukiangalia paka hivi sasa amekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye kikosi cha Simba, zewe ambavyo anafungua pattern za timu pinzani, ubora wake, zewe ambavyo watu wengi wanamzungumza. Katazama individual brilliance kubwa kwenye mchezo dhidi ya Almas, goli ambalo anaenda kulifunga. Kwa hiyo bana, watu wakaanza kumuita majina mkemia mkuu, Catalyst, Volcano, kutokana na performance kubwa ambayo ameweza kuionyesha. Bana, huyu shabiki wa Yanga Kefa Chengula, yeye amezungumza wazi kabisa kwamba Engineer Hersi yupo Ufaransa kuzungumza na mawakili wa Elie Mpanzu kuhakikisha kwamba dirisha kubwa la majira ya kiangazi wanapata saini yake, kuhakikisha kwamba anatoa pale pa wananchi. Na akaweka mfano, akawaambia wananchi, hebu imagine mbavu moja na Elie Mpanzu, mbavu moja na Pacome Zouzoua, alafu pale inside number 10 kwa kuwa Young Africans wanahusishwa na Faisal, napo pale namba 10 una Faisal Salum Abdalla Feitoto, alafu juu una Prince Mpumelo Dube. Umeliona hilo chama limekaa namna gani? Ama ukiona kicho kikosi kimekaa namna gani? Wanaweza wakafanya mabara makubwa ama inaweza ikawaje bana? Tetesi zimekuwa nyingi sana za usajili msimu huu hivi sasa kuelekea dirisha kubwa. Tetesi zimeanza kuwa nyingi kweli kweli, watu wengi wanatamani kuona zile tetesi ambazo zinazungumzwa sana zinaenda kuwa ni kweli. Wacha tuweze kuona sasa nini hatima ya Elie Mpanzu kama shabiki wa Young Africans wanavyotamani uwezo wake ambao umekuwa mkubwa sana ndani ya kikosi cha Simba kuelekea katika kikosi cha wananchi. Lakini je, swali ni kwamba Young Africans wanaweza kufika bei ya Elie Mpanzu kwenye kikosi cha Simba? Kumbuka Mpanzu ndio kwanza mkataba wake ni mbichi kabisa, yani mkataba wake yawezekana labda ameutumikia kama miezi minne hivi, yani miezi michache sana, kama miezi mitatu tu hivi Elie Mpanzu ndo anatumikia mkataba wake. Lakini je, ikifika dirisha kubwa la usajili la mwezi wa 6 ama kipindi cha kiangazi, wananchi wanaweza wakafika bei ya Elie Mpanzu kwenye kikosi cha Simba? Hilo ndio swali binafsi ambalo mimi mpaka hivi sasa najiuliza. Ndio mashabiki wametamani, wameonyesha interest, wameonyesha nia kwa sababu ya uwezo mkubwa ambao Elie Mpanzu anaonyesha. Lakini je, ni kwamba viongozi wanaweza wakafika bei ambayo Simba wanaweza kuweka? Kwa sababu mchezaji, ukihitaji mchezaji mzuri lazima uweze kuvunja kibubu, na kuvunja mkataba sio pesa ndogo, miongoni mwa pesa kubwa sana ambazo zinawafanya watu waweze kuvunja mkataba. Vipi bana, unaiona nafasi ya Elie Mpanzu kutoka kwa wananchi, ama wewe ni mwanarunya Slavani kuona mkemia mkuu akiendelea kusalia ndani ya kikosi cha wanarunya? Usisahau kusubscribe, like, share pamoja na kucomment.